kumuunga mkono mkewe. Mkewe akaleta miungu ya kwao, akaleta miungu ya kigeni, akaleta miungu mingine. Ahabu akaanza kuabudu. Katika taifa la Israeli ukatokea mtafaruko kati ya manabii wa Baali walioletwa na mke wa Ahabu. Wengine waka upande wa bahari, wengine waka upande wa Mungu. Na kwa sababu mwanadamu ni jeuri na mwanadamu hapendi kukemewa, wakaenda kwa Baali. Walipofika kwa Baali, maana kule kwa Baali, kwa miungu ya Baali wenyewe ilikuwa koni kama mseleleko tu, kuvaa nusuti twende, mama mkwe na kaema wote na wakamwana twende, umevaa kimaajabu ajabu, twende kazi. Kwa shetani kweli kuzuri kunavutia. Amani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wanafanya tu ili mradi. Kwa shetani hakuna utaratibu. Kwa shetani ni free kabisa. Free kabisa, ni huru kabisa kwa shetani. Kwa shetani ni huru. Sijui kama unanielewa. Bwana asifiwe. Hata wababa mmoja okoka wakiwa kwa shetani wapo huru kweli kweli. Atoka kazini saa 10 anakuja kurudi nyumbani saa 5 usiku. Si yupo huru bwana? Shetani anampa na ajenda nyingi kabisa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo ameingia ni mapumbavu kabisa. Mtu anatoka huko sijui. Huru kizidi ni mbaya. Shetani anapelekesha watu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni sisi tumeokoka bwana. Tumeokoka. Eti bado naye kunaja utoke kazini uende ukanywe soda bar. Unaweza? Hamna. Unaenda tu nyumbani. Ni nini sheria ya Kristo imekufunga bwana? Amen. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikiliza, walipokuwa neno huru ikafika hatua kizazi cha Israeli kikabadilika, kikaziacha sheria za Mungu, wakaanza kufuata miungu bahari. Alipoinuka Asia naye akatoa tamko, nendeni kwa Baali Zebuli mkaulize jeni kapana. Lakini akawaambia wale wakida, akasema jeni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli. Kamwambieni Asia mfalme hautapona, na mimi nakwambia hata utumia maji ya upako ili upone hautapona. Na jana muda kwenda hata utumia chumvi ya upako hautapona. Na jana muda kwenda hata utumia mizizi hautapona. Na jana muda kwenda hata uonge sana hautapona. Na jana muda kwenda nikukimbilia kwa Mungu asemaye Yesu wa Nazareti aliye peke yake, habari zake aweza mtamatendo. Yesu la 3 Biblia inasema alikuwepo kiwete pale mlangoni, mlango ito mzuri Yohana walikuwa kipale karoni bila saa 9 mchana. Walipomkuta kiwete amenyosha mikono, anategemea hapa kuna tusadaka, hapa kuna tusadaka, hapa kuna tusadaka. Na mimi nipo kama kiwete, ninakuhubiri, sina mpango na sadaka, sina mpango na toa tako. Ninachokitaka wewe uje kwa Yesu. Petro akasema hatuna chochote ila tulicho nacho, hicho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu ndio kawende. Akaondoka. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Usiwaze nyumbani tu utamaliza tu haraka. Imani. Bwana asifiwe. Wale makido kauli kwa mfano, wakasema Bwana, tumetokewa na mtu mmoja amesema eti ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli, hata uende kwa Baali Zebuli Mungu wa Ekroni amesema hautapona, utakufa. Mfalme akasema wewe, nani ametoa kauli ya kishujaa kama hiyo? Akasema tumjue bwana. Alikuwaje? Kwa amevaa koti la singa, amejifunga na mshipi. Mfalme aliposikia tu akasema yeye analijua hilo, ni kabisa hilo. Yani nakwambia Mungu wetu anajulikana bwana. Yani hapa tunahubiri
tunamtangaza Yesu wa Nazareti. Yeye ni mfalme wa falme. Akija Tanzania, Tanzania inatulia. Akienda Uganda, Uganda inatulia. Akienda Korea, wanatulia. Akienda Marekani, Trump wanatulia. Huyo ni Yesu tunamhubiri. Hata mabalozi wa nyumba 10 wanamfahamu Yesu ni nani, wanamjua Yesu ni nani. Hata Ticha Daudi anafahamu Yesu ni nani. Hata Mama Eva anajua Yesu ni nani. Wanafahamu hata Mwagize yeye anajua Yesu ni nani, ambaye tunamhubiri hapa. Sema amen. Mchungaji wangu